kwanza kumuona kwa mkutano wetu. So aseme hai, alafu sisi tusalimie baba yeye atatoka. So karibu. Jamhuri wote bado kupata nafasi ya kusalimu nyinyi. Jamhuri tena. Jambo sana. Asanteni kwa wakati huu. Mimi naona siku ya leo ni siku ya sisi sote kukaa pamoja, maana sisi tulipata wafanyakazi kwa idara yetu wote. Namna hiyo ndio hii ni siku muhimu sana kwetu. Sisi wanaendelea tuombe watu wetu wote kwa mkano kama wakoani wapite hapa tuonane, tuungane kwa kitu kimoja. Kwa sasa hizi baba niko tayari na mimi nataka kuingiza hapa kwa mkutano hii anena na sisi kwa yale neno ambayo Mungu atatupatia yeye kwa dakika chache, na yeye ni mtu wa safari, kwa sababu hiyo lazima tupatie kama yeye anaweza kusalamu sisi. Si vizuri? Si vizuri? Mkono ya kwanza. Ewe Jehova Mwenyezi Mungu wa Israeli, baba wa Daudi, Paulo na mama Rebeka, mteule amesimama katikati wetu kwa hekalu hiki siku ya leo. Patia neno naweza kunena naye na sisi vile wewe umepanga kwa siku ya leo, kwa jina safi Yesu Kristo Mwokozi wetu. Bwana asifiwe. Amen. Wazima. Ya mzee amekuja kukwama huko kwangu, sasa sijui alikuwa anataka nini. Sasa mwambie najitayarisha, nataka kwenda safari. Anasema ati niwasalimie ndio niende. Bwana asifiwe. Amen. Sikuwa na mambo nimepanga, lakini naona ni wakati nimefika hapa kitu kinaniambia nizungumze kuhusu mapumziko. Mapumziko siku ya kupumzika vile Mungu alisema, na vile Waebrania inasema. Waebrania ni kitabu ambacho kiliandikwa, lakini wataalamu wanasema kiliandikwa na mwanamke. Tradition. Lakini kwa sababu mwanamke hakubaliwi au kuwa anakubaliwa kuandika vitu na wanaume wachukue, kile kitabu kiliweza kuwekwa kwa jina la Paulo. Bwana asifiwe. Niweza kuweka kitabu cha jina la Paulo ndio aliandika. Lakini wale ambao wadadisi kabisa wanasema ni mambo ambayo mwanamke alizungumza, kwa sababu unajua kuna mahali ambapo ameinua imani na ameweka hata wamama ndani ya, alikuwa na challenge